Haya, Murang'a hoi! Vijana hoi! Wamama hai! Asanteni sana. Tuna furaha sizo na kifani kufika Murang'a siku ya leo. Na nina furaha kuona nyinyi vijana, kina mama na wazee kujumuika hapa katika hiyo kumbi hapa Murang'a. Nataka kutoa shukrani kwa gavana mstaafu rafiki yangu Mwangi wa Iria. Yeye ndiye alinitumia mimi ujumbe, akaniambia naona wakati imewadia ya sisi sasa kurudi upande hii. Nilikuwa huko Mombasa, nikamwambia nitakuja tutakutana. Nilipokuja tukakutana na yeye, akaniambia mimi yeye nataka tuunge na pamoja turudi kwa kiwanja. Basi nikasema tuendelee. Wiki iliyopita tulienda naye katika mkutano kule Kamkunji, Nairobi. Yeye kule akaongea na Wakenya na akasema maneno ambayo amerudia tena hapa ya mambo ya Kenya Incorporated. Ati Kenya ni kampuni, kuna wengine wana hisa, wengine wana hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana chochote. Ni hoi hai, hawindi. Akasema kama wengine hawana kama sisi, basi sisi tunafanya nini Kenya? Situhame. Alile hiyo swali. Sasa tulisema tutakuja hapa kusikia viongozi wa Murang'a wakiongea. Na nimeketi hapo kwa makini sana nikisikia wale wa vijana, wale wazee na wakina mama wakiongea. Ilikuwa ni kama mgonjwa ameenda kwa daktari. Kenda kwa daktari, sema kichwa inaniuma, tumbo linaniuma na kadhalika. Daktari asemi ya kwamba kwenda pale ni dunge wewe sindano. Hapana. Anamwambia leta mkono yako. Sana shika mkono. Alafu sasa anachukua ile kipima ini, anaweka kwa sikio hapa. Fungua shati. Aweka na pima kiherehere yako. Sio? Alafu anakuja kitu kingine, anafunga mkono yako hapa. Anapima vile damu inatembea. Sivyo? Ngine anaweka kwa mdomo. Kipima joto ili ajue joto yako namna gani. Sasa ingine anasema tutoe damu. Sinatoa kana damu. Chukua hii kikombe kwenda pale, leta mkojo yako. Sio? Paka pime ndio ajue ile kitu inadhuru wewe. Maana yake inaweza kuwa anakupatia dawa ya malaria na wewe ni mtu wa ukimwi. Sivyo? Ndio sababu sasa tumesikia, tumejua shida ya wakulima wa majani chai, shida ya wakulima wa kahawa, shida ya wale wakulima wa maziwa. Sio? Tunajua hiyo shida ya watoto, ya vijana hapo. Sio? Mpaka ujue. Sasa mimi nimesikia kwamba kazi hakuna kwa vijana. Wale wakulima wa kahawa sasa bei imerudi chini, na hata ile gharama ya mbolea bado imepanda juu na kadhalika. Walikuwa wanapata 120, imerudi sasa 70. Sio? Majani chai
Wale vijana wanakaa hawana chochote, kazi mtaani ambayo ilikuweko wakati ile sasa hakuna. Sasa mtu mwingine anakuja anasema vijana waache kupunya pombe, washikwe. Vijana wanakunya pombe kwa sababu hawana kazi. Sababu hawana kazi. Sivyo? Hapana shika mtu atiye anakunya pombe. Pate kazi. Sipate kazi. Pate kazi atawacha pombe. Lakini kama hakuna chochote cha kufanya, atafanya nini? Si apige pegi tu. Ile asahau shida yake, sio? Kwa hivyo mimi ninataka kuambia jamaa wale hawaelewi shida ya Wakenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Tulisema mambo mengi ambayo tulisema tungefanya, lakini hawa jamaa vile vile walitoa ahadi. Wakati ile walikuwa naongea mama mboga, ati yule hasla, yule mtu wa chini, yule bodaboda na kadhalika. Tulisema namna yake, ati chini juu watu msaidia. Tulisema haya yote. Siku hizi mnasikia hiyo lugha tena, mambo ya hasla mnasikia tena, ati hasla fund napewa mkopo wa shilingi 500. Shilingi 500 naweza kuanzisha naye biashara. Shilingi 500 naweza kuanzisha biashara. Yote ilikuwa ni porojo. Ahadi mingi zaidi. Ati nikiweka Biblia chini, bei ya unga itatoka 250 itakuwa shilingi 70. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza, handshake iliiunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi katika hiyo serikali? Nilikuwa na waziri, permanent secretary, hata kazi nilikuwa naye. Sikuwa na chochote. Mimi niliambia Uhuru, ile kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza Wakenya maoni yao bila wanataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu, ikaja kaandika ile report ilikuwa inaitwa sio BBI. Ilisema mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man one vote one shilling, sio one man one man. Sisi tunasema namna hiyo. Nasikia siku hizi wao wanaongea hiyo maneno. Kana mahakamani sio wakastop hiyo mambo ya BBI, sio? Wamesahau wale sasa. Wamesahau kabisa. Mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi, wengine walikuwa wanasema, wengine walikuwa wanapinga, yote wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Ni kama yule mnyama. Ni kama yule mnyama. Tendawili. Kuona anaona, lakini kusikia hasikii, ile kwa kigongo. Huyo ni nani? Mmeshindwa. Unipatie mimi mji basi. Nisikie Murang'a. Si Murang'a. Hiyo ni yule mnyama anaitwa burukenge.
burukenge? Unajua burukenge? Ile mnyama anafanana na mamba. Si unajua yeye anaona na macho lakini asikii. Mpaka achapwe kiboko ndio asikie. Mpaka achapwe kiboko, sio? Hawa jamaa wanataka kiboko ndio watasikia. Sasa sisi tulisema ati Wakenya walikuwa na shida wakati ile, na shida hiyo iko mpaka leo. Mwingine anaambia wewe ya kwamba walipata hazina haina chochote. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya. Najua vile serikali inaendeshwa. Tulipoingia kwa serikali na Kibaki tulipata kama hakuna chochote huko. Lakini serikali inakuanga pesa unarogota mwezi huu unatumia ile ya mwezi juzi, mwezi jana inatumiwa sasa. Ile ambayo narogota mwezi hii itafanya kazi mwezi ambao utafuata ya kesho. Naelewana namna hiyo? Na yale tulifanya na ile reforms tulileta katika serikali, pesa ikianza kutoka, pesa ilianza kutoka, tunajua pale kuna mianya pale ambayo inavuja. Hata ukigorogota namna gani, lakini kama usipoziba ile shimo, hiyo pesa inavuja tu, inavuja tu. Tulikibakia na Kibaki, tuzibe hapa, tuzibe hapa, zibe hapa. Basi pesa ikianza kujaa, kaanza kujaa, kaanza kujaa. Baada ya mwaka mmoja, mwaka ya pili, baada ya miezi 6, tukawa siku na pesa mingi. Tukaanza sasa kufanya miradi yetu. Mimi nilizuru mpaka leo hii nimekuja mambo ya barabara. Si mimi nilikuja kuangalia mabarabara hapa. Si nikaanza kujenga mabarabara. Si mimi nilianza. Maana yake nilikuwa nimepata pesa. Miezi 6 ingetosha. Lakini hao jamaa hata kama hawajaingia ndani huko, barua ilitolewa juzi na wale waziri wa fedha Ukuru Yatani, imeandikwa na Gachagua, anataka bilioni 1.5 ya ofisi yake ya kununua ati furniture nini hii hapa na pale. Ruto ananunua magari, na gari Uhuru alibachia magari mingi zaidi ambayo hazina kazi. Ati Mudavadi wekiwa ofisi hata ya bibi yake, ya bibi ya Gachagua. Sijua hao watu hawajui kuendesha serikali, imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota leo na kesho anatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki 3. Hakuna wakati yote ambaye serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi 3. Ilikuwa ikikosa mwezi moja, ya pili pesa inakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani, wasipofanya ile mbinu hawatakuwa na pesa. Sisi na Kibaki tulijua uchumi kianza kupanuka, ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambazo tunaziona zote. Ile Thika Highway si tulijenga, zile bypass za Nairobi si tulijenga. Hata hii ambayo inajengwa sasa, hii ambayo inatoka Thika mpaka ifinda kule Marua, yote mimi ndio nilichora. Mimi ndio nilichora. Na ilikuwa ingine ipite kule nje, ipite Sagana, nyingine ipite kutoka huko Kenol, ipite hapa Murang'a, ishikane kule Kisagana, ikielekea kule upande ya Nyeri. Sawa sawa? Iende mpaka Nanyuki. Haya yote sisi tulipanga. Lakini hao jamaa hawajui ile mpango, wamekuja na mambo yao wenyewe hapa na pale, ati nini,
Hata hiyo mambo nasikia ya mahindi, hiyo mahindi ambayo nasema wameleta, hiyo haijaletwa na wale watu ambao wana makampuni ambayo yanajulikana, ni wale watu yao wale. Hiyo hiko commission ambayo itachotwa pale, bei ya mahindi munga haitarudi chini. Hawa jamaa hawawezi kuendesha serikali kwa njia ambayo sio ya magendo. Kazi yao ni magendo peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka kuona kama Kenya inaendelea vizuri vile tulikuwa tumepanga. Ndio sababu tumeweka masharti manne. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa mnaunga mkono? Naunga mkono. Pili, tumesema mambo ya sava ifunguliwe. Sifunguliwe? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tatu, tumesema hatutaki Wakenya warudi tena kwa uchaguzi na baadaye inabadilishwa. Mliziona siku ile ya kutangaza matokeo kule Bomas of Kenya, si mliona sarakasi? Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7. Wangapi? Si 7. Sasa Chebukati na wawili wakatoa kusema matokeo, wanasema hii. 4 wanasema hapana, hatukubaliana hii matokeo ya Chebukati. Si walikataa? Si walitoka? Si walikaenda kule Serena Hotel wakakanusha hii matokeo ya Chebukati? Sasa hiyo tume ya uchaguzi ilikuwa na wanachama 7. Hawezi kuwa 6, hawezi kuwa 8, hawezi kuwa 10, mpaka iwe kwa kimombo inaitwa odd number. Ili kiwa kama tofauti ya maoni hakuwe na sari. Sasa 3 wamesema matokeo moja, 4 wamesema la. 3 na 4 ipi kubwa zaidi? Ipi kubwa zaidi? Samara hii hesabu ambayo tumeona ati 3 ni kubwa kushinda 4. Chebukati na wawili wanashinda Jerera na 3. Tumeona haya. Kama wale 4 walikataa, na kwa kukataa kwao sasa wametolewa kwa kazi, wamefutwa, wamepelekwa nyumbani. Tumesema kama tunataka kujua haki, wale 4 warudishwe kazi. Sawa sawa? So warudi kazi. Alafu tukubaliane vile sisi tutabadilisha tume ya uchaguzi, ili uchaguzi ingine ikija tena kusiwe na hii shida tena. Tunataka IBC ingine iwe hapa Murang'a county, na matokeo ambayo yamesaba Murang'a county inakuwa final. Tuelewana vizuri? Ingine ya Kiambu, ingine ya Nyeri, ingine ya Kirinyaga, ingine ya Nyandarua, ya Laikipia na kadhalika, ziwe 47. Wakati huu Bwana Chebukati ameshindwa kutoa matokeo kuchapisha kwa Kenya Gazette. Manake yote ambaye alitangaza ni bandia. Hajatangaza matokeo ya uchaguzi kulingana na sheria. Kila constituency hajafanya. Tumeelewana vizuri? Alafu tumesema tunataka ili mabadiliko tulipendekeza katika IEBC ile kwa BBI ya kusema 1 man 1 vote 1 shilling irudishwe. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Ngapi naunga mkono nione hapa tena? Sasa tumesema hiyo baba sisi tulisema, sisi tulitoa ahadi. Kwanza tulisema mambo ya elimu. Tulisema tunataka watoto wasome bure.
Sisi namna hiyo. Na tulijua pesa ilikuwa inatoka wapi. Sisi namna hiyo. Alafu tukasema wale ambaye hawana chochote, pamoja na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, wajane au wale single mothers, tulisema tuwapatie msaada. Sisi namna hiyo. Sivyo? Alafu kwa upande ya matibabu tulisema baba care. Baba care. Ili watu waweze kupata matibabu hata kama hawana pesa. Tulisema haya ili watu wetu wote wapate huduma wakati wako wagonjwa. Sisema namna hiyo. Kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia na tulikuwa najua pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ahadi. Ilikuwa tu nilimwambia nyinyi hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa nikitaka maliza sasa. Nilikwambia nyinyi kwanza nalete nyinyi salamu kutoka kwa watu mbili. Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, Stephen Kalonzo Musyoka. Watu wananiambia bibi nikifika hapa nilete salamu zao. Sisi tunataka tutembee pamoja. Baba nataka nyinyi wote tutembee pamoja. Kutoka hapa tunasema tunataka kuona kama Wakenya wote wanaungana pamoja. Jamaa wanaongea juu ya mambo ya ati mtoto wa Maumau. Mtoto wa Maumau. Sasa jamaa mimi sijui kama yeye anajua Maumau ilikuwa namna gani. Maumau mimi nilikuwa wakati wa hali ya hatari. Ilikuwa ni mbaya sana. Wakati hiyo ilikuwa redio inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembu ni watu hatari. Ukiona moja piga ripoti kwa polisi mara moja. Walikuwa wananyanyaswa. Kule kwetu kuna kisiwa ndani ya Lake Victoria inaitwa Mageta. Maumau walikuwa nafungwa huko. Hata wazee Waruru Kanja marehemu walifungwa huko Mageta. Na walikuwa na tesa kweli kweli, tumeona haya. Hii ndio sababu Jaramogi alipokuja katika bunge. Jaramogi ndiye alipeleka mswada kwa bunge kuangaliwa kwa hali ya jela, bila mama walikuwa na teso ndani ya jela. Kule Hola, kule Manyani, Kilikamiti na kadhalika. Ndio wakaongea wakasema kwamba Maumau ilikuwa ni liberation movement. Na wakapiga ni mpaka Kenyatta akasema Kenyatta ndio kiongozi ya watu wetu. Yeye na wale wote ambao walifungwa wakati hiyo. Bwana Gikonyo Kiano ambaye alikuwa mbunge wa hapa Murang'a, ilikuwa inaitwa Fort Hall. Alimkataza Jaramogi akasema hapana, wale walikuwa viongozi wakati ile lakini sasa si ni viongozi. Kiano opposed Jaramogi and he was the representative of Murang'a here. Baadaye watu wa Murang'a wakatoa taarifa wakasema wanaunga Jaramogi mkono. Kule Eldoret wakasema tunaunga Jaramogi mkono. Na Mombasa na kadhalika. Ndio Jaramogi kaanza movement inaitwa Uhuru na Kenyatta. Wengine wakasema Jaramogi alikuwa anasema Kenyatta na Uhuru. Wale walikuwa wanasema Uhuru na Kenyatta. Tupate uhuru kwanza alafu Kenyatta tolee jela. Jaramogi akasema pana is not Uhuru na Kenyatta, is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta afunguliwe ili atuongoze kwa uhuru. Tuelewana vizuri? Kwa hivyo jamaa ambaye naongea ati yeye ni mimi mtoto ya Maumau hajui.
Wakati shida ilikuwa mbaya kabisa katika taifa hii, Wakenya waliungana pamoja. Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, Waluhya, wote walikuja pamoja. Kwa sisi tumesema tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Hapana leta siasa ya ukabila ya ubaguzi. Raila ni adui wa Kikuyu. Wakati wa giza tena wa chama moja, mimi nilikuwa pamoja na Kenneth Matiba na Charles Robia. Nilikuwa nakuja hapa Embassy House kwa Matiba. Nakaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Tuliposema kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni nini? Mimi na Matiba na Robia tukasema tutafanya mkutano kule Kamkunji. Tuulize wa Kenya kama wanataka multiparty au hawataki. Nyayo walisema haiwezekani. Itachukua miaka 100 kabla Kenya hajakuwa multiparty. Basi tukakaa na Matiba. Tukubaliana, wewe chukua wale watu matatu yote, wasanye watu walete kule Kamkunji. Mimi nitaleta watu wa Gor Mahia hapo kwa Kamkunji. Tutaenda, tutasema wapende wasipende, tutafanya nini? Tutaenda. Basi ilikuwa ni 7/7, ilikuwa ni hivi tarehe 7 mwezi wa 7. Kufika tarehe 2 Matiba na Robia walichotwa wakapeleka ndani. Tarehe 4 baba akachotwa peleka ndani. Tulipelekwa ndani, tuliwekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huko ndani. Robia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention, karibu sauti yake. Sio wakati huo huyo bwana Gachetha alikuwa dio ya bwana Nyayo. Si alikuwa dio ya Nyayo? Alikuwa dio ya Nyayo. Wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na Robia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na Wakikuyu tangu zamani. Isitoshe, ulipokuwa tumegawanyika katika upinzani, nani achukue? Nyachae nataka, Saitoti nataka, Wamalo nataka, Kalonzo nataka, Mudawiri nataka. Mimi nilisema Kibaki tosha. Kama nilikuwa mimi sitaki wa Kikuyu, sikujua Kibaki ni Mkikuyu. Sikujua. Sinijua. Lakini sema Mkikuyu ni Mkenya, anaweza kuongea ya Kiambu. Kwa hivyo nikikuja hapa mimi nakuja kwa dhoni. Si mimi nimedhoniwa? Si mimi nimedhoniwa? Sivyo? Kwa mimi nataka kuambia nyinyi tunataka tuungane pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Tutembee pamoja. Tutembee pamoja. Ndio tunasema tutembee pamoja, ndio mkono hapa. Vijana msilale, vijana msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano, mama msilale. Hello? Hello?
niko hapa na wengine mimi nataka wasalimu nyinyi